Hello ladies and gentlemen, and welcome back to the Love of Theo channel. I'm Theo. Now today we are covering a story of a lady, a painful story of a lady who was thrown out of her staying place. Her house was demolished and she's here right behind me with 6 kids. Imagine 6 kids and she has no leg. During the day she's under the sun. A lot of cold is really destroying her health plus the kids. Ladies and gentlemen, imagine the youngest kid has 1 year, few months. We want to listen to her story, what happened, where is she from, why is she here, and what happened to the rest of her life. Ladies and gentlemen, welcome and listen to her story. Mimi naitwa Spora Wanjiro. Kwa nini uko hapa nje ma? Nilifukuzwa pale nilikuwa nimejenga kando ya barabara. Eti? Nilikuwa nimejenga kando ya barabara nikafukuzwa. Kando ya barabara wapi? Hapo juu Rosedale. Oh. Sasa nani walikufukuza? Ni wenye hapo walisema nimejenga kwao. Mwenyewe ndiye alikuja akasema nihame. Akakutoa hapo hivyo? Sasa mama. Sababu naona kuna vitu ziko hapa hivi kwa chezi. Kwani unakuaga na shida yoyote? Gani? Sina mguu. Hauna mguu? Kuanzia lini? 2002. Nini ili happen? Nilianguka na gari. Hebu niambie ilikuwa wapi? Mlikuwa mnaenda ama nini? Tulikuwa Nairobi. Mimi nakaa na watoto tu. Watoto wangapi? 6. Si kwa kwangu. Ni ile tu mashida ya kukosa rent ya kulipanga nyumba. Sasa ikakuja nikienda kunini kurent juu sina pesa ninafukuzwa. Na unafanya kazi gani? Hakuna kazi yenye nafanya. Mzee yako alipass. Lini hili? Alipass juu aliniacha mtoto mwenye niko naye mdogo ako na mwaka 1 na miezi 3. Mlikuwa mmejenga tu hapo? Hapana, tulikuwa tunakomboanga hiyo siku juu alikuwa anafanya kazi. Yeye ndiye alikuwa anatusaidia. So baada ya hiyo sasa tukaanza maisha ya kuhaso. Okay. So maybe kwa watoto wako shule? Watoto hawayuko shule. Mmoja ndiye ako shule mwenye uniform. Wa PP2. Hierarchy. Kwa watoto wote mkubwa kuna miaka ngapi? 18. Yeye ako anafanya nini ama kwa? Yeye ako tu town, alienda juzi ako na siku 4. Ni msichana alienda kushikilia mama mwingine alimuita ampe kazi ya 1 week. Sasa tukabomolewa kama yeye ako na huko. Hajajua mmebomolewa? Tulimwambia. Kwa simu? Kwa wale watoto na wengine hakuna wengine wako shule? Wengine hawayuko shule. Walimaliza ama? Mkubwa ni huyo sasa. Na wengine wadogo hawayuko shule. Kamoja tu ndio kanaenda shule yako kapipi tu. Kwa nini hawaendi shule? Mimi sina uniform, sina pesa ya vitabu. Yaani hakuna kitu yenye niko nayo. Alafu sasa watu wamekaa kwa process bila kuenda shule kwa sababu ya kukosa kuwa na hizo vitu. Alafu sasa mashida inawa mingi. Hata saizi tumekosana na headmaster. Siwezi warudisha hiyo shule. Jiposa watoto wanaenda shule, saa zingine hawaendi. Sasa akasema yeye amechoka. Sasa nilikuwa nimesema nitaenda kuongea na yeye venye watoto wamefungua shule, lakini bado sikufaulu kwenda kuongea na yeye juu sina uniform na sina vitabu. Sasa sina chochote. Nyumbani kabisa ni wapi? Mimi sina familia pale penye naweza sema ati nyumbani ni hapa. Juu hata mamangu ako pale juu, hata saizi ukienda utampata. Sister yangu kuna pale amekomboa kanyumba pale kwa mlima, kwa ori hapo hivyo kando. Kanyumba kadogo hivi anatembea kwa hizi manyumba za watu akiomba kazi ya kufua manguo. Alafu sasa kwa saizi mamangu ni mgonjwa. Hata atokangi pahali yako, hata tunamfungaga diaper ako hapo hivyo. Aligonjekanga. Sasa mimi pahali pa kuenda pale penye ninaweza sema niende nilipate usaidizi hakuna. So hapa umeishi leo niko na siku 4 hapa. Siku ya 4. Baridi? Tuko tu hivyo tu na baridi. Hata upepo venye unalisikia venye inapeperuka tu hivyo juu. Hatuna namna. Na hii ukiambiwa na mtu uende ukombolewe nyumba, anakukombolea, mtu ni mtu anachoka. Unaona? Unafukuzwa. Sasa mimi nimechoka kabisa. Sitaki usaidizi ati ya kukombolewa nyumba ama nini. Heri tu nikaa hapa juu. Watu nao huwa wanaongea mengi sana. Sasa hii ni mara ya 5 kuwa niko nje.
Sasa hata mtu akienda akisikia sasa wanaanza kusema kama ni nyumba 10, wanasema huyo mama si yule mwenye ameishi kulala nje. Sasa unaona lugha hiyo ndio inatumika. Sasa nikaambia Mungu wangu anisaidie nikae hapa mpaka siku yenye Mungu atanisaidia. Vile sitakuja kusumbua watu siku nyingine. Kwa maoni yako wewe unahitaji usaidizi gani kama mtu sasa anataka kukusaidia? Mimi nahitaji usaidizi wa kupali pa kuishi. Penye siwezi hamishwa na mtu. Okay. So watoto pia bado mnalala nao hapa? Ndio wengine analala hapa. Wengine hapo hivyo. Wengine wanaweka mattress chini. Tangu hii ukuje hapa, kuna mtu yeyote amekuja kutaka kukusaidia kwa njia yote ile? Sasa mwenye alikuwa amekuja kunisaidia siku hiyo ya kwanza nilikuja hapa ni mama wa nyumba 10. Wanasema waende wakanikombolee nyumba ya 500 mwezi mmoja. Mimi nikawaambia sitaki. Kwa sababu hiyo ni hali yenye mimi nimepitia. Ndio sasa hiyo itakuwa ni watasema mtu akikuja tulimsaidia huyo mama. Na unaona ni msaada yenye hakuna. Mimi nikawaambia waachane na mimi nikae tu hapa. Sasa na chakula unapata vipi chakula? Mimi chakula napewa tu na watu. Alafu sasa kabla kukuja hapa, mimi wanaenda sokoni ya Nakuru every Saturday. Nikienda sokoni ya watu wote wa soko hiyo ya Nakuru wananijua. Naenda nazurudishwa na watoto wangu na hii wheelchair. Wanatupeanga chakula ya 1 week. Ikiisha tena kama tunaendaga Saturday by Saturday. Hivyo. Uone kwamba ni hatari kuishi hapo peke yako? Sioni ni hatari, juu mimi sina namna. Na sasa mvua sasa hivi ikikuja itakuwa vipi? Ni sawa tu, mimi hakuna kitu inaogopa. Juu ukijipata kwa hali yenye umejipata, inabidi ukubali venye kuko. Naona watoto hawa ama ni hao? Ndio hao. Hao watatu. Wanazidi kuja. Na sasa kwa mzee, unasema mzee ulikuwa na yeye. Alipasli? Kusaizi yako na muda wa mwaka, tuseme aliwacha na mimba ilikuwa na miaka na miezi weka huko. Ilikuwa na miezi 2. Na saizi mtoto ako na mwaka 1 na miezi 3. Mwaka 1 na miezi 3. Sasa tukihesabu inaweza kuwa miaka 2 ama 3. Na sasa wazazi ama familia yao ya mzee wako huko upande wa Western huko, lakini sisi wakatufukuzanga. Juu hata maneno ya mazishi nini sisi wawe kutuuzisha pale popote. Hapana. So baada yake kufariki ndio mlifukuzwa? Sasa sisi hatukuwa tunaishingi huko, lakini sasa vile mzee alikufa, sasa ni kumaanisha wewe kututaka juu hakuna pahali penye walituuzisha kuhusu na mazishi ama nini. Alikufia huko Nakuru? Wakampeleka mwili? Alikufia upande wa Orukarau. Alafu sasa alikuwa anafanya kazi huko. Unaishi hapa? So hiyo familia baada ya unaweza jua penye wanatoka ama kwao nyumbani? Kwa lakini kwenye nilikuwa najua walihamanga. Walikuwa anaishi upande wa Busekare Ipanga. Busekare Ipanga. Jina ya mzee anaitwa nani? Nicholas. Unasema madhe anaishi wapi? Anaishi pale juu kwa uri hapo hivyo kando. Ni mzee sana? Si mzee, ni vile yani ugonjwa imemsukuma sasa, unaona sasa anakuwa mzee. Anaishi anakomboa ama? Anaishi kwa dadangu ndio amekomboa, sasa anaishi kwa dadangu. Sawa. Asante sana mama.